Yes, of course hii hapa ni M-Media na host wako hapa Marco Melody. Tumerudi au sio bana baada ya kitambo kidogo kukaa kimya, lakini leo tuko na mtu mmoja hivi ambaye sio mgeni kwako, lakini tunatamani kujua machache kutoka kwake. Bwana, huyu ni ndugu yetu wa damu sana. Bwana Kichuya, mambo vipi mwanetu? Kama kawaida, mishe vipi? Bwana safi sana. Mambo yanaendaje? Naona umepoa na jezi ya Simba au sio? Kabisa mnyama. Sawa, sio lengo langu hilo kufahamu sana, lakini umekuwa hot sana katika mitandao ya kijamii hivi karibuni kutokana na matukio yako ambayo yameonekana kwenye show ya msanii ambaye uko naye sasa hivi kwenye mkataba wa kumlinda, naweza nikatumia lugha hiyo, Msauzikila. Vipi, tupe siri ya mafanikio yako, uliwezaje kukutana naye, au kitu gani ambacho kinaendelea watu ambacho wanaweza wakajua? Ni kwanza alinifuata ananiambia, ndugu yangu wa karibu, nadhani ukaweza ukanispot kunisindikiza kwenda kwenye show, ila utakuwa kama ni bodyguard. Okay. Nikamwambia hiyo kazi mimi naiweza, ila siandafii sababu na mazingira mengine ya kufanya. Yeah. Ila kwa sababu nina uzoefu na hiyo kazi, nishafanya sana Tunduru, nikiwepo Tunduru. Yeah. Nishawalinda watu 15,000 akiwa Fobi pale. Okay. Amazon. Okay. Nishajumuika pale na nishalinda sana. Okay. Na paka wana amani. Nikasema hiyo kazi ndugu yangu sitakuangusha. Yeah. Na ninaiweza. Kwa hiyo tutafanya kazi usiwaze. Ni ubora wako tu wa kufanya mazoezi sana gym ndo imekuinspire kuingia kwenye hiyo kazi, au ni kitu ambacho ulikuwa unapenda kutoka zamani? Pia nizungumzie cha kwanza kabisa ni ujasiri. Yeah. Sababu kwa kabili watu ambao kila mtu ana roho yake, ana nafsi yake, inakuwa ni vigumu sana. Ila zaidi ya uwezo wangu ambao nilikuwa nimeutumia, yeah, na uzoefu ambao nilikuwa nao huko nyuma, yeah, nikautumia na wale watu nikawadhibiti. Watu walikuwa ni kama 500 hivi. Yeah. Kwenye ule ukumbi. Tofauti na hivyo, tunatamani kujua changamoto gani ambazo mnakutana nazo mabodyguard, hasa wewe kwenye kuhakikisha msanii wako anakuwa salama, tukizungumzia hasa kwa Msauzikila. Changamoto zipo ni nyingi, sababu mle watu wengine wanakuwa wamelewa. Yeah. Kwa kila mtu akiwa amelewa kuna akili zake zinavyomtuma. Mwingine mwisho akawa anarusha chupa. Sasa akiwa anarusha chupa, wewe unatakiwa uhakikishe kile chupa kisimfikie msanii. Kwa hiyo ndo na punch. Kwa hiyo ukiumia unaumia wewe. Sasa sababu hata kama ukaumia uko kazini unafanyaje? Kwa hiyo maana yake unatoa uhai wako kwa sababu ya msanii. Yes, sababu wewe umekula nao mkataba kwa utamlinda. Yeah. Maana yake ulinzi unatokana na kulinda kile kitu ambacho kitamzuru yeye. Kikuzuru wewe, mlinzi. Ndio maana yani mimi nakuwa kama gadi. Okay. Mfano wa gadi. Maana yake unavyoweka gadi kwenye kifua, maana yake unajikinga wewe kifua chako. Yeah. Kwa hiyo kile kitu kizito chochote kikifika kianze kufikia kwenye gadi, kisikufikie wewe. Moja kati ya matukio ambayo yametrendi sana, tumeona kuna shabiki alikuwa anataka kumpa kinywaji msanii Msauzikila, lakini kama kile kinywaji ukapokonya hivi, kwamba ni moja ya ulinzi, au ulihisi kwamba kuna kitu kibaya kwenye kinywaji? Msanii unavomlinda anatakiwa umlinde kwa namna nyingi. Yeah. Sababu mshabiki anakuja na vibe. Yeah. Ana kinywaji, atakuwa analifaa kama ana upendo na msanii. Kumbe mwe kwenye kinywaji ameweka vitu ambavyo ni tofauti. Kwa hiyo akichukua msanii akiwa anakunywa, unaona tu maana pap show imekata, mtu amedondoka chini. Costa Titi tuliona nani Afrika Kusini. Yeah. Ameimba kwenye mic, unashangaa tu amekata upepo, amedondoka chini, akapoteza maisha. Kwa hiyo vitu vipo. Yeah. Ulinzi unaokuwa hapo sababu pale hajaja kunywa. Pale amekuja kuimba, amekuja kuperform. Kwa hiyo kama amekuja kuperform, mwache aperform hadi mwisho. Yeah. Alafu zeni akishashuka anaweza akatumia hivyo vinywaji, ila sio akiwa stage. Kulingana na mkataba wako wewe pamoja na Msauzikila, umejitoa maisha kiasi gani kuhakikisha msanii anakuwa salama? Kwa asilimia zote, popote atakoenda na mimi nipo. Yeah. Na haijalishi hao watu wa mtao wa korofi aina gani. Yaani nitawapokea jinsi watavyokuja. Okay. Nje na Msauzikila, umetuambia uliwahi kufanya kazi na Fobi. Utofauti ukoje, labda tukizungumzia malipo kwa Fobi na kwa Msauzikila? Msauzikila ametisha. Yeah. Ametisha, ndugu yangu amejitoa sana. Sijajua ameuza nini, lakini ana malipo makubwa sana.